kisha akaangikwa juu ya nini? Ya mti, akiwa amefanya nini? Amekufa tayari. Sasa kwa mjibu au kulingana na Torati, Kristo Yesu alikuwa ni apigwe kwa mawe auawe akiwa chini, baada ya kuuawa ndio aangikwe juu ya nini? Ya mti. Lakini Kristo alipigwa kwa mawe akafa ndio akaangikwa juu ya mti? Aliangikwa juu ya mti akiwa kwa maana gani? Kwa maana watu wa Mungu ambao ni Wayahudi, wale ambao Mungu aliwaumba akawateua akawapatia mfumo wa kumcha yeye, sura yake ilikuwa haimo ndani yao tena, bali sura ya nani? Ya Shetani. Hivyo walikuwa wako tayari kwenda kinyume na Torati ya Mungu ambayo walipewa, lakini Kristo hakufa wapi? Sasa unaposoma kitabu cha Yoshua sura ya 10 aya yake ni 26, unapoanzia aya kwanza unapata taarifa nzima ya wana wa Israeli na wale wafalme watano ambao kwamba mmoja wao alikuwa ni wa Gibeoni, ambao walifanya mapatano na Israeli. Hivyo wa Gibeoni walipopatana na Waisraeli wakawa upande mmoja, wale wanne wakawa kinyume na Israeli. Na mtu yeyote ambaye au taifa lolote lenye ambalo lilikuwa linakaa kinyume na wana wa Israeli, basi taifa hilo lilikuwa linahesabia kwamba liko kinyume na Mungu wa Israeli. Na ukiwa kinyume na Mungu wa Israeli, wewe unalaaniwa na Mungu wa Israeli. Sasa ndio Yoshua anaamriwa wale wafalme wanne, baada ya kupigwa kwa mawe, aya 26, walipowakamata na kuwapiga kwa mawe ili kuonyesha kwamba wamelaaniwa, ni waangikwe, miili yao iangikwe juu ya mti. Yoshua